Naomba unisubiri hapo. Sasa hivi nakuja. Ndio, usitoke. Ndio. Sasa hivi hapo nafika. Hivi boss. Safi. Mwenda kupata taarifa. Kwa jambo letu shakamilika. Unachozungumza ni kweli? Ndio. Asante. Lakini bosi, huyu mtoto mna magofi naye gani? Mbona ni mstaarabu na una heshima tu? Halo manager. Yeah. Mimi nakaribia kufika. Naona umekuja ndani ya muda. Yeah. Na pia muziki wako unasikika sana. Jambo la kwanza la muhimu, inabidi tuandae album ya nyimbo angalau 7. Yote tutakaa mezani, tutakishana mkataba ili kufanya uwe tujue jambo ni serious zaidi vile ambavyo watu wanafikiria. Sasa wewe hayo mambo hayakuhusu. Unajua sisi watu washirikina hatupendi maendeleo ya watu. Sawa? Na hasa wakiwa watoto wadogo. Umenielewa kijana? Ndio. Wewe endelea na kazi ninayokutuma. Usioji mambo mengine. Sawa? Sawa. Haya. Dambo anaenda sana mzee pekee. Ukipita muda kidogo, itabidi niende tu. Yule kijana Yazidi. Ndio. Hali yake sio mzuri. Yaani amechanganyikiwa kabisa. Amechanganyikiwa? Amekuwa mwenda wazimu sasa hivi. Tangu lini hali nzao? Muda si mrefu tu, kama siku 4-5.
Na nikuombe tu kwamba hili jambo wewe achana nalo kabisa, kwa sababu ndugu zake wamefanya jambo moja, kama utamshughulikia linaweza likakupata balaa kubwa kabisa. Inawezekana hata mali zako zikapotea. Sasa mzee, nini nifanye kuhusu yule msanii? Achana naye. Isipokuwa niache mimi ile jambo, nitakutafutia msanii mwingine ambaye ana uwezo kupita yule. Kweli mzee wangu? Kabisa kabisa. Mimi nitashukuru sana kwa hiyo. Sawa. Basi mzee wangu, kama ulinitia hilo, nashukuru sana kwa taarifa yako. Sawa. Ila mzee wangu, binadamu wabaya sana. Si unajua bwana, washirikina na kazi zao hawataki maendeleo ya watu. Basi sawa. Bye. Nakutakia siku njema mzee. Asante. Mwanangu laki. Unajua kali kana. Jua linapiga hadi mfukoni. Yaani jua linawaka. Unaona unawaza hivyo sasa. Ile jua hili sio mchezo. Kwa sababu jua nikaa juzi niko na kipengele changu hivi kimoja niko nakifuatilia kule bondeni. Tutoka vizuri mtaani. Chwa. Niende kule nikajua mwanangu kibarua bosi yake kama mtu mwingine. Kisa? Sijajua kisa nini, alinipigia simu uko wapi, nipo mtaani tu bosi, nimetulia. Sogea basi mwana. Kwamba anakuaje hapo? Kama kawaida. Kama kawaida. Harakati. Fresh. Karibu mwanetu tukae. Asante. Mwanangu bora umefika ndugu yangu. Yeye alikuwa anapiga story na Laki. Nikawa namuelekeza mazingira kwamba mwanangu jua kali. Jua linawaka kaka, unajua huko. Juu kweupe. Unasema mbingu imefunuliwa. Yaani mwanga unapita kama hivi. Sio mchezo. Tukasema ngoja tutoke vijiweni huko kaka. Tukae huko ndani kwetu kuangalau babu akitukuta tutasema mimi nyumbani kwetu hapa. Sema kweli jua linawaka sana. Noma. Jua linawaka kweli kweli yani. Sio mchezo. Ila kuna jambo nataka niwaambie ndugu zangu. Maisha yana siri ndefu sana. Na mpaka nazungumza hivyo. Juzi nilikutana na Yazidi. Lakini kwa jinsi nilivyomuona hali yake ilivyo, Yazidi amebadilika. Amebadilika kweli kweli. Ninapozungumza hadi sasa hivi, Yazidi amekuwa chizi.